Ndicho ambacho mimi kimenifanya sasa hivi kukaa na kuambia nyinyi muone, kwa sababu najua kila mtu anapitia changamoto zake katika ofisi yake. Kila mtu ana changamoto zake, naelewa, na changamoto huwa zinatofautiana, sio kama wote tuna changamoto za aina moja. Sasa baada ya bosi kufika ofisini, naelewa nini kilitokea. Jamaa ilibidi amfuate bosi ofisini kwamba bosi, samahani, naelewa mimi nimekuja na shida. Okay, shida gani? Kaambia bwana bosi, mimi nauguliwa, mwanangu hali yake sio nzuri, na hapa ninavyoongea na wewe wife yuko njiani na mtoto anaelekea hospitali. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie kwanza, kama naweza nikapata kiasi kidogo cha pesa kwa ajili ya matibabu ya mtoto, kwa sababu hali yangu haiko sawa, umeona. Lakini pia naomba unipe ruhusa, wife kule yuko peke yake na hawezi, unaona, unajua wake zetu hawa, najua ananiambia hapo bwana. Nikamwambia bwana, wake zetu hawa unajua, na bado unajua yeye mtoto vile sidhani kama ataweza kumudu, unaelewa. Kwa hiyo naomba unipatie ruhusa niende hospitali mara moja, niende wacheki, nijaribu kusolve na hiyo issue. Hayo sasa bosi alichomjibu ndicho ambacho mimi nataka tukizungumze, na ikiwezekana sometimes sisemi kama tuwatukane mabosi, hapana, tuwakumbushe hawa mabosi kwamba sisi kama wafanyakazi wao tuna umuhimu kama wao walivyokuwa na umuhimu kwetu. Kama hiyo ofisi ambavyo ina umuhimu kwa sisi sote, tunategemeana, tusichukuliane poa, naelewa. Sasa bosi alimjibu nini? Anawaambia nisikilize, kwamba yani haiwezekani ukatoka huko tu ukaja ukaniambia kwamba mimi nina shida, nahitaji pesa. Yani mimi sina pesa, yani mimi sina pesa ambayo kama imekaa tu, yani kwamba mtu fulani atakuja ana shida nimpatie, unanielewa? Yani kwamba yani haiwezekani kwangu mimi kama nina pesa ambayo ipo, kwamba ipo tu imekaa, kwamba mtu anaweza kaja akaniambia nimpatie nikampatia, unaelewa. Na issue sio ya kuniambia ruhusa, sio mkeo wewe ushaniambia mkeo anaenda hospitali, yeye atamalizana. Kuna kazi zangu huko ofisini ambazo ni za msingi sana, ambazo unatakiwa nini uzimalize. Wewe issue ya mtoto wako, kama wife wako ameshaenda hospitali, wewe mwache aende. Hiyo ni mtoto wa kike, ni mama, hawezi kushindwa kumuuguza mtoto wake, naelewa. Kwa hiyo wewe endelea na shughuli za ofisi, ila issue ya pesa, mimi pesa kukupatia hapa sina, naelewa. Pesa kukupatia hapa mimi sina. Jamaa akatoka ni akamwambia mwanangu, nilichoka, yani nikimwangalia bosi anavyoniambia yale majibu alikuwa amenipatia, mwanangu nilichoka, naelewa. Yani moyo uliniuma kweli kweli, naelewa. Moyo umeniuma sana, yani naelewa. Yani nikifikiria ni kwamba vile tunavyopambana, tunavyohaso nini ofisi, lakini yani I say, yani nakwambia ni mwanangu iliniuma sana. Of course kwa sababu mimi tayari alikuwa ameshaniambia na nilikuwa nimempatia kiasi cha pesa, ikabidi amtumie mkewe na kumwambia tu bwana wife, kwa sababu upo na mama fulani, wewe endelea kwanza, ukiona kuna changamoto zaidi utaniambia mimi nijue nafanyeje. Lakini nakwambia mwanangu nilikosa raha, yani kila nikikaa nikiangalia ile ofisi na namna tunavyopambana na majibu ambayo bosi anajibu, of course ilikuumiza, yani nakwambia imeniumiza sana, elewa. Sasa mabosi ni watu, naelewa. Hatuwezi kuhukumu sana, lakini kuna watu wanajisahau, yani wanahisi kwamba ofisi zao au vyeo vyao walivyokuwa navyo kwamba ndio kila kitu, naelewa. Sasa kwamba kama watu, yani kama sisi wengine ambao labda hatuna vyeo au kwamba tuna ofisi, hatutakuja kuwa na maisha kama ambao wao wanayo, naelewa. Sasa wakati ameniambia mimi nikafikiria sana, yani nikasema it's okay mwanangu, fresh tu, najua ushasolve na mtoto alipata huduma. Sasa kwangu mimi ambaye nilikuwa nimeambiwa hiyo issue na mwanangu, ndo nimekaa nimefikiria, nikasema sasa kuna haja ya kuanza kuwakumbusha hawa mabwana wakubwa, hawa wanaojiita wakuu, hawa watu ambao wanakaa kwenye viti fulani, vyeo ambavyo kuna wengine wamepewa vyeo vya kupewa, naelewa, kwamba wameteuliwa au wamechaguliwa, vyeo ambavyo wanavyo, ambao wanaenda wanyanyasa wafanyakazi ambao wanao, wakisahau kwamba sisi sote tunategemeana, kwa sababu yeye bosi bila wafanyakazi hawa kuna mambo yatakuwa hayaendi. Sasa kuna mabosi wana majibu mabaya, kuna mabosi wana majibu ya shombo, kuna mabosi ambao wananyanyasa sana wafanyakazi wao, unaelewa, na wanasahau ya kwamba sisi kama binadamu tunategemeana. Hizo ofisi zao zipo pale kwa sababu ya sisi tupo, au kwa sababu ya wewe upo kwenye hiyo ofisi, unaelewa. Kuto kuwepo wewe si ajabu kuna mambo mengine ambayo yanaweza kafeli, na sio kwamba ukiondoka akipata mtu mwingine anaweza kuwa bora kama wewe,
Inawezekana kaa bora zaidi yako, lakini kuna vitu ambavyo anavikosa, anaweza kavikosa. Yani hata kama wewe ni mzembe ofisini, lakini kuna vitu ambavyo ofisi bila wewe yani inakuwa sio ofisi kivile. Yani kila mtu ana uzuri wake na ana ubaya wake, tukiwa kwa pamoja ni katika sehemu moja, tunaelewana. Baada ya kuniambia hilo jambo, nikakaa nikaandika kitu ambacho sasa mimi nataka hii iwe ni ujumbe ufike, na naomba wewe ambao unanitazama ikiwezekana ufikishe kwa uzuri, ufike kweli kweli, na hawa mabosi tuwaambie, na kwenye comment section ikiwezekana wewe kama unapitia changamoto, naomba uniambie bwana, mimi mwenyewe na changamoto fulani au kuna hiki na kitu, share hizo experiences za hawa mabosi hawa, na ikiwezekana yani sasa iwe ni time ya kwamba kuambia mabosi kwamba okay, sisi kama wafanyakazi siku tukinyanyuka tukiamua kusimama, watu mtaelewa kwamba ni nini ambacho tunazungumza. Huu ni ujumbe kwa mabosi na waelewe nini ambacho kinakuja, ujumbe ambao unatakiwa kumfikishia bosi. Yani ikiwezekana wewe mtagi bosi wako, au kama unashindwa kumtagi unaogopa, kwa sababu kuna watu ni waoga kishenzi. Yani kuna watu ni waoga I say, kuna watu ni waoga kwenye maisha, ni kwamba hawezi kusimama, yani unaelewa. Mimi nataka nikwambie wewe uwe mfanyakazi, simama. Nielewa, anayegawa riziki ni Mwenyezi Mungu peke yake. Usimwogope bosi. Bosi yuko pale kwa sababu ni ofisi yake, unaelewa. Au bosi yuko pale kwa sababu amewekwa kusimamia kwa ajili ya utawala, mambo mengine yaende. Tuheshimiane, unaelewa. Tambua position yako, fanya majukumu yako ofisini. Mambo ya kupelekeshana kama watumwa zama hizi hayapo. Sasa ikabidi niandike hii kuhusiana na mfanyakazi si mtumwa. Kila asubuhi kuna mtu anaamka kabla ya jua, sio kwa sababu ana raha, ni kwa sababu ana wajibu. Anaacha watoto wamelala, anaacha ndoto kitandani, anakimbilia kazi ambayo mara nyingi haimheshimu. Tunabeba kampuni kwa mabega yetu, lakini mabega hayapewi heshima. Bosi anakaa kwenye AC, sisi jasho linatufanya mashine. Unapiga kelele kama vita, makosa madogo unayafanya kesi kubwa. Unasahau sisi ni binadamu, unaona tu matokeo na faida za mwezi. Masaa ya ziada bure mnaita kujitolea, lakini huo ni wizi wa muda na wa familia, na kumuibia mama nafasi ya kuwa mama. Vitisho vinakuwa sheria, hofu inasainiwa kama mkataba. Ukisema nimechoka, unasikia kuna wengine nje wanataka kazi. Lakini sikiliza bosi, sisi si namba, si faili kwenye kompyuta. Sisi ni baba, ni mama, vijana wenye ndoto halali. Ukikanyaga sana, volkano ya haki hulipuka. Leo ni rap tu, kesho ni sauti ya umoja, kesho kutwa ni mabadiliko ya kweli. Tunajenga majina yenu, tunakuza blandi zenu, lakini majina yetu hayatajwi mpaka tukasimama wenyewe. Usitufanye watumwa wa karne mpya. Ajira isiwe gereza. Mfanyakazi akiwa na heshima, biashara nayo hupata baraka. Mfanyakazi si mtumwa, ili ujue. Bosi, mfanyakazi si mtumwa. Heshima kazini ni lazima. Mfanyakazi si mtumwa. Narudia tena bosi, mfanyakazi si mtumwa. Haki sio ombi, ni deni. Hii si chuki, ni ukweli. Hii si kelele, ni sauti ya waliochoka kunyanyaswa kimya. Mfanyakazi si mtumwa. Narudia tena bosi, mfanyakazi si mtumwa. Mfanyakazi akiamka, mfumo mzima hubadilika. Sasa huu ni ujumbe ambao mabosi wote tunatakiwa kuwapelekea. Wajue kwamba sisi ni wafanyakazi, wala sisi sio watumwa. Tuheshimiane. Wewe ni bosi wangu au wewe ni mkubwa wangu katika ofisi, tuheshimiane. Kila mtu anaelewa majukumu yake ya kazi. Nikija ofisini, wewe kama bosi wangu ushanipa majukumu yangu ya kazi, mimi nitayafanya. Pale mimi ninapokuwa na shida, wewe kama bosi wangu natakiwa nikuelekeze, kwa sababu mimi kama mfanyakazi nina haki. Lakini ili pia tulijue kuna watu wengi pia hawajui haki zao za msingi.
na hawajui hata ile ya haki zao za kisheria, unaelewa, kwamba ni zipi yeye kama mfanyakazi, mipaka yake ni ipi, unaelewa. Yani unatakiwa ujue kila kitu kwenye ofisi yako, unaelewa, au kama katika ile kazi yako unayoifanya, jua mipaka ya yule bosi wako kwako ni ipi. Kuna vitu gani ambavyo unatakiwa kuingia na vitu gani asiviingie. Siku hizi kila mtu ambaye yupo kwenye position fulani amekuwa ni mtu wa kumtishia mwenzake, wa kumnyanyasa, wa kumfanya hivi. I say, tuambiane ukweli. Maisha ya sasa kila mtu ana nafasi katika sehemu ambayo yupo. Leo upo kwenye hiyo position, siku nyingine wewe hutakuwepo. Kumbuka, unavyopanda ngazi usisahau pale ulipokanyaga, lakini kumbuka hapo ulipo, sisi wa chini yako ndio watu ambao tunakufanya wewe uwepo. Sisi tusipokuwepo wewe haupo kwenye hiyo position. Na wakikosekana wafanyakazi, kumbuka wewe sio bosi. Sasa wewe mwenye ofisi ukiwa kama ni bosi, hakikisha mfanyakazi yani humnyanyasi mfanyakazi wako. Mambo kunyanyasana katika maofisi sio mambo. Kila mtu ana baraka yake sehemu aliyopo. Bosi, wewe kuwepo kwa wafanyakazi wako ni baraka. Si ajabu kuna vitu ambavyo unavipata ni baraka kutoka kwa hawa ambao upo nao. Ishi vizuri na wafanyakazi wako. Usiwafanye wafanyakazi kama watumwa. Hata kama kuna mtu amekuvuruga huko ulipotoka, basi usiende ofisini kwako ukajifanya wewe ndio umevurugwa, basi una majibu mabovu kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuwa juu yako. Ni kweli masikio hawezi kuzidi kichwa, lakini kumbuka nafasi uliyokuwa nayo leo inawezekana ni nafasi ya huyu ambaye unamnyanyasa leo. Kesho Mwenyezi Mungu ndio mtoaji. Ewe ambaye unanitazama, ujumbe huu wafikie mabosi, na kama unahisi una kero ya mabosi, sema kwenye comment section hapo. Andika comment yako, au mabosi wanatakiwa wafikiwe na tuwaseme. Yani sasa hivi mambo ya kukaa kuwavumilia mabosi yanatakiwa yaishe. Naelewana? Usiogope, Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa. Pambana, ewe kijana, ewe mama, ewe baba, pambana, Mwenyezi Mungu atakupa. Usiwe mtumwa wa mtu. Kuwa mfanyakazi na sio mtumwa wa kazi. Jiheshimu. Be valuable, naelewa? Na wewe ujipe thamani yako. Jipe thamani, naelewa? Ili mtu akupe thamani. Ukishusha thamani yako, basi kila mtu atakukanyaga. Sasa sio wakati wa kukanyagana. Kuna watu wapitia mazingira magumu sana. Kuna watu hawana bima huko maofisini. Kuna watu hawapewi mishahara kwa wakati huko maofisini, na wakisema wanatishiwa. Kuna wafanyakazi, kuna watu wengi huko nje hawana kazi. Kama unaona hii kazi vipi, wewe toka, kuna mwingine atakuja. Unakuta kwamba unamnyenyekea huyo bosi au unanyenyekea hiyo ofisi ni kwa sababu tu una shida na hiyo kazi. Nisikilize, shida yako leo isikunyanyase wala isikufanye udhalilike. Uweze ukajua Mwenyezi Mungu kesho amekuandikia nani. Hakuna anayejua kesho. Acha kuwa mtumwa, acha kuwa boya, acha kuwa mtu ambaye wewe unanyanyasika. Na nyie mabosi wote, mimi naweza kusema nyie ni mabogi tu kama mabogi wengine, unaelewa? Usimnyanyase mtu kwa sababu eti hicho kiofisi chako. Nisikilize, Mungu alichokupa leo atampa huyo. Unaelewa? Heshimu mtu, mheshimu mtu, tuheshimiane. Alichokupa Mungu leo anaweza kanipa mimi kesho. Nafasi uliyokuwa nayo wewe leo Mungu anaweza kanipa mimi kesho. Alafu mwisho wa siku sijui jicho lako au sura yako utaiweka wapi. Oya, tuheshimiane. Maisha leo tunatakiwa kuheshimiana. Of course mpaka wakati mwingine mpaka ni kijonge na vurugwa. Of course, subscribe, follow, share, comment, fanya chochote kuhusiana na akaunti yangu. Mpaka wakati mwingine. Ciao.